Aya, bwana basi tuianze single movie yetu hii hapa. Hii ni single ya wiki tunakwenda kuianza. Basi tuianze kama hivi, hakuna wakati wa kuchelewa. Tukaianze. Mashine hii hapa. Anasema askari wamejigawa katika vikundi viwili. Anaambia kundi cha kwanza ni kusini na chengine kaskazini. Anaambia kila mlinzi kuna silaha ambayo anapewa baada ya kuwa mlinzi. Anaambia kama yupo vizuri katika mashwati, basi atapewa silaha ili kudhibitisha uwezo wake. Anaambia silaha ya kwanza ipo kinyume na watu wa kawaida pamoja na mabanditi, na anaua bila huruma. Bwana, silaha ya pili hii hapa. Anasema silaha ya pili ipo kinyume na maofisa. Anaambia maofisa wenye hadhi ya juu, ambao maofisa hao wao wanachothamini ni pesa peke yake. Na silaha ya tatu ipo kinyume na wasaliti. Anaambia na silaha ya mwisho kabisa, silaha hii ni kwa ajili ya kusafisha maminista mashetani wote ambao wapo kinyume na mfalme. Mheshimiwa please tuachie tuondoke. Mimi sina makosa mheshimiwa. Bwana tuachane kule tuje moja kwa moja gerezani. Brother Shi. Bwana alikuwa akiteswa, ni msaliti mmoja ambaye inaonekana kuna kitu kimoja ambacho alitoa na kuwakabidhi wahasi. Unaona? Bwana sasa kulikuwa kuna msafara mmoja ambao alikuwa kisafirishwa kiongozi mmoja mkubwa sana wa serikali. Huyo hapa. Alikuwa kiteswa msaliti, ni lazima aseme. Sasa alitoka mlinzi wa kwanza huyu hapa. Bwana silaha yake moja hii hapa. Alitoa upanga. Huu ni upanga wa kuwadhuru wasaliti peke yao. Akautoa. Bwana akamkita bila huruma. Anaambia ulimpa nani ufunguo? Sasa huku upande wa pili msafara unaondoka unaelekea katika ufalme. Unaona? Bwana kumbe alikuwa ametegwa. Wauaji walitoka moja kwa moja walikuja. Anaambia ni mheshimiwa anaelekea katika ufalme. Pisha njia. Wewe, nani kasema? Walilushwa zita juu. Sasa, lilivolushwa lile zita, ilikuwa inatengenezwa kitu kimoja kama uzio hivi. Unaona? Yale matone ya maji yaliinuka na kuwa maji mengi, afu yakatengeneza kitu kama uzio. Afu baada ya hapo bwana ilikuwa zinarushwa. Unaambia silaha zilikuwa zikitengeneza kutoka katika yale maji. Unaambia maji yalikuwa yanageuka na kuwa silaha, afu yanakuja na kuwakata wale askari. I say. Cheki. Unaambia matone ya maji yanageuka, yanakuja na kuzuru watu. Mbona waliongezeka? Wewe. Anaambia ongea. Anaambia usitegemee huyu mtu kuongea. Anaambia kuna kitu hichi hapa ambacho nimegundua. Sasa nilimtea taarifa. Wakati huko walimvamia, walijitusu. Ni makosa. Bwana kamanda anafinya mkono balaa. Ana silaha yake naye pia ni mlinzi. Cheki. Bwana chekishie matusi yake. Unaambua silaha yenyewe ni balaa. Kwenye mkono ndo usiseme. Huyu hapa. Bwana kaiactivate. Ulitoka upanga. Cheki. Unakata vichwa. Cheki. Upanga unapita unakata namna hiyo. I say. Kwenye mkono ndo usiseme. Anafinya mkono balaa. Anaitwa Zao. Lodi Zao. Bwana, cheki, ako activate, unatoka mishale, unapiga. I say. Wewe. Bwana waasi ni wengi, leo waendi kwa mfalme. Sasa inasemekana kuna ujumbe mmoja ambao anampelekea mfalme, ambao ujumbe huu upo kinyume, yani watu ambao ni wasaliti wana nguvu, na yeye anaelekea katika ufalme kwa ajili ya kuwaripoti watu hao. Lakini watu hao ni maofisa wakubwa wa serikali. Kwa maana hiyo, jamaa wauaji walitumwa kwa ajili ya kumwangamiza akiwa njiani. Unaona? Lodi Zao. Jamaa anafinya mkono lakini sijui kama atachomoka akiwa hai hapa. Maana ametumwa wauaji wenye nguvu, wenye mashati hali ya juu. I say. Jamaa bado yupo gado. Bwana zikapangwa tena. Zikapangwa upya. Lodi Zao. Ambia nipo gado, njoo sasa. Kajipanga vizuri.
akamfuata namna hiyo. Na bwana kuja sasa. Wanzilia panga. Lakini hata hivyo pia Lodi Zao si haba. Alipokuwa anataka kumalizia alipigwa sindano, lakini alikwepa, alikatwa kwa mguu. I say. Wametumwa wauaji. Anaambia nenda kuzimu, lakini ana mlinzi wake huyu hapa. Anaambia mheshimiwa tuondoke. Anaambia walinzi wake wamebadilishwa. Sasa inasemekana walinzi wa Lodi Zao wamebadilishwa. Lodi Shi pamoja na Lodi Din walipata taarifa hizo. Bwana hicho Battle of Minister. Bwana basi ilipigwa bwana kumrazi kidogo. Anaambia atakuwa hapa muda si mrefu. Anaambia lakini tuingie kwanza ndani tupumzike. Anaambia basi sawa. Sasa kumbuka tayari imepigwa ishara ya kuwajulisha wenzao ya kwamba hawako hapa. Wakati huo wauaji wanakuja. Maana mfuata mpaka huko akakuta kile kitu kilichotumika kutoa ishara kipo hapa. Sasa walikuja ndani, walikuta silaha tu ndio ambayo ipo hapa. Anaambia Lodi Zao. I say. Lodi Zao tayari kauawa. Jamaa activate silaha yake. Unaambia kila mlinzi ana silaha kama hii. Kulikuwa kuna muuaji alikuwa hapa. Sasa itabidi wadili naye. Wewe, bwana mashine zingine mbili ambazo zinabutua mkono balaa. Sasa alisepa kuona kimekuwa ni kikatiti tena wawezi watu hawa. Aliondoka. Unaambia hizo chuma, hayo maboksi yana silaha ya kila aina. Ni single movie moja kali sana ambao nakuamini mwenyewe itakubamba. Maana ndio kwanza ni mwanzo tumeanza. Bwana Lodi Zao aliuawa, lakini mlinzi wake yuko wapi? Mlinzi wake wa karibu. Mara mwisho kumuona tulimuona alikuwa na mlinzi wake. Wakati huo anazidi kumfuata umuaji. Alifuatwa mpaka huko. Hakuna sehemu unaenda wewe mpumbavu. Lodi Shi yuko hapa. Bwana sana anampelekea moto. Peleka mashine jamani zikwepa balaa. Sasa anataka kuondoka lakini zilushwa chuma. Wewe. Huyu hapa. Naomba dakika 0 tayari kashafika. Chuma hii hapa. Bwana kwanza kanyang'anywa upanga. Bwana muuaji naye si haba. Sasa anaondoka kwa mbele alikutana na Lodi Din. Wewe. Bwana ambao ni njemba mbili zinabutua mkono balaa. Huyu hapa anaitwa Din. Sasa kajipanga upya. Aka activate silaha yake. Wewe umechukua upanga? Ngoja nikuoneshe kitu hichi hapa. Bwana kajiactivate panga hizi hapa. Akatoa panga. Sasa wewe si ni mtu wa kawaida sikufahamu. Akatoa ile panga. Unaambia hii ni ya watu wa kawaida na mabanditi, mapirate. Alichomoa. Bwana sasa nikula sani moja na umuaji. Mshenzi. Unaambia ni Mr. Ninja. Wewe alibutuliwa. Asa. Sasa akakamatwa huyu hapa. Jamaa aliwekwa kati lakini ghafla alipigwa mshale pale pale na kuuawa. Bwana hawa maofisa, unaambia ni maofisa ambao wana uwezo na pia ni wajuu sana. Kwa maana hiyo wametuma hao waji ni tayari wamejipanga vikali sana. Walimuua yule muuaji. Kwa nyuma Lodi Zao huyu hapa. Anaambia Zhang Zishen, kumbe alikuwa ni askari wake wa karibu. Zhang Zishen. Anaambia Lodi Zao ameuawa na wameangamiza. Anaambia wameangamiza watu wote ambao wanafahamu ukweli kuhusu kitu hichi. Lodi Shi anaambia tumekawia, samahani kwa hilo. Anaambia acha kuongea, mchukueni na mkamtibu. Basi alichukuliwa na kupelekwa moja kwa moja kufanyiwa matibabu. Anaambia uondoka sasa kama umemaliza kazi yako. Bwana aliuawa pale pale. Wawa. Kuna jamaa mmoja huyu hapa, huyu tutamfahamu jina lake. Jamaa mmoja anafinya mkono balaa. Bwana huyu jamaa tunamkumbuka. Kumbe naye ni officer, unaona? Yaani maofisa kwa maofisa wanasalitiana peke yao, wanauana wenyewe kwa wenyewe. Jamaa alikuja mpaka huku. Anaitwa Le Gonzen. Anaambia Mr. Le Gonzen yuko hapa. Sasa alikuja kumuona Inunchi, mmoja ambaye yuko hapa. Huyu Inunchi wanashirikiana naye kufanya mambo yote haya. Lodi Shi na Lodi Ding walikuwa kwa mji wakitazama mambo yote ambayo yanaendelea kwa ndani.
Jamaa akachukua kitu. Sasa akawa anasikiliza mambo yote ambayo yanaongelewa kule ndani. Anaambia Gisia nani ndio mastermind? Hivi unajua kwamba anaambia basi alikuwa ni storyteller ambaye alikuwa akieleza story. Anaambia ni uchezani. Anaambia jana usiku kitu kikubwa sana kilitokea. Sikupata usingizi jana usiku. Anaambia wewe una talenti na una muonekano mzuri na pia una skills katika mashoti. Anaambia utakapofanikiwa kuchukua nafasi ya kuwa general director, anaambia nitakuwa na furaha pia. Asante mheshimiwa. Sasa alivyokoa cheki, unaambia uchafu wa mdomoni mwake, anakoa afu anatemea hapo, jamaa anakuja kudaka kama hivyo. Aise, anaambia oda kutoka kwa mfalme. Sasa ilibidi anuke amsomee oda kutoka kwa mfalme. Bwana, basi jamaa wako alimsomea ile oda ni kutoka kwa mfalme. Sasa kumbuka hawa wanashirikiana. Anaambia mmempata mtu ule jana na kila kitu tayari mmemaliza? Anaambia ndiyo. Anaambia lakini nimesikia kwamba mtu yule bado yupo hai. Sasa na alikuwa hapo akaona hasikii tena, ikabidi amtume kasuku. Akasikilize ni kipi atakachokisikia huko ndani. Anaambia vipi, kile kifaa kiko wapi? Anaambia tumeshindwa kukipata mheshimiwa. Pumbafu. Anaambia mheshimiwa, anaambia tuliza hasira eti. Mheshimiwa, tutaendelea kufuatilia mheshimiwa, tutaendelea kufuatilia kuhusu kitu hicho. Anaambia mheshimiwa, anaambia mtu alio survive jana usiku hakuwa ni yeye bali ni mtumwa wake. Zhen Zhenshen. Anaambia ni haraka sana utakavyokipata kifaa hicho, na ndiyo nitazidi kukuongelea maneno mazuri kwa mheshimiwa ili akukabidhi cheo hicho cha general director. Anaambia yani ukipate kifaa hicho mapema ili nizidi kumshauri mfalme akukabidhi cheo hicho. Anaambia hivi unamfahamu Tangandi? Anaambia ni nchi moja mpumbavu sana. Vizuri sana. Inaonekana kwamba kila mmoja sasa hivi ananizungumzia vibaya mtaani. Kumbe kila mmoja ananifikiria chini sana. Mimi ni mtu wa chini kiasi hicho? Wanatuma ubinti. Bwana huyu storyteller ataona Chante Makuni alipitwa na kukatwa shingo. Wawe. Aisa. Anaambia mchukueni huyu. Safi. Sasa pametulia. Aya, ikabidi warudi katika ufalme. Sasa ule kasuku alirudi. Anaambia ongea, umesikia kitu gani? Anaambia Tanguan. Sasa kumbuka Tanguan ni yule Inunchi. Anaambia kuwa makini na unachongea. Sasa kumbuka Lei Guanzian ndio yule mwamba jamaa mwenye tattoo katika shavu lake. Nadhani unamfahamu vizuri. Sasa mambo yote na Lodi Zao mpaka kifo chake amesababishwa na mtu huyu. Anaambia mimi naitwa Wang Ranran. Karibu tafadhali ndani. Anaambia nyumba yenu inaonekana kuwa kubwa sana. Lodi Shi, usitusifu eti.
Anaambia baba yangu ameshika nafasi hii kwa muda mchache sana, kwa maana hiyo anaambia mimi hata hivyo pia kuna kitu ambacho sielewi. Anaambia katika nyumba yenu hakuna watumwa wengi, kwa nini? Anaambia usiongee kama hivyo eti. Anaambia babangu ni mtu ambaye ametaka kufanya kitu kama hicho. Ambao nyumba yao ni kubwa lakini watumwa hamna. Na kama wapo ni wachache sana. Basi walikuja. Anaambia director zao alivyoondoka katika kitengo cha upelelezi au kitengo cha ujasusi, anaambia iliondoka na ushahidi wote na hakuna kitu ambacho alikiacha. Anaambia nimesikia kwamba pia alikuwa anaelekea ufalme kwa ajili ya kwenda kudhibitisha ushahidi huo na alikuwa na kopi ya ushahidi. Anaambia brother zao ni mtu wa haki na alifanya kila kitu kwa sababu ya haki. Anaambia hata hivyo pia nilikuwa nataka kudiscuss kitu hichi. Anaambia inaonekana kuna mtu ambaye alisambaza taarifa hizi, kwa maana kabla ya kuondoka aliongea na mimi. Anaambia kwa maana hiyo muuaji atakuwa anahusika kutoka mashariki, yaani wauaji watakuwa wanatokea mashariki. Anaambia director zao aliniahidi kuchunguza kesi hii. Anaambia usijali, ni lazima tutaendelea kuchunguza kesi hii na mpaka tufike mwishoni kabisa kesi hii. Basi sawa, kijana, wewe ni mkali eti. Anaambia usijali, tutahakikisha kwamba tunachunguza kesi hii na pia kifo cha director zao. Ni nini chanzo? Anaambia kama utapata taarifa zote zile tafadhali nijulishe. Anaambia basi sawa. Samahani kwa kukusumbua, sisi tutaondoka. Bwana, kumbuka wote ni maofisa. Maofisa kwa wenyewe wanageukana. Hasta hujajua wasaliti ni kina nani. Anaambia inakwenda kuanza sasa hivi. Anaambia mazishi, anaambia sasa hivi mheshimiwa. Lodi Shi amefika. Sawa blaza, tunafanya kitu gani? Lodi zao. Na hapa kwa Mungu ni lazima nilipize kisasi. Kama sitolipiza kisasi sifai kuitwa mwanaume. Anaambia na hapa kwa miungu leo. Anaambia shemeji, director zao alikuwa ni mtu wa karibu sana na mimi. Anaambia kila kitu nilichokuwa nikitaka alinipa, lakini leo ameondoka kama hivi. Nilitaka kumwambia maneno mengi sana, nilitaka kumweleza, lakini leo ameondoka director zao. Asa director zao. Basi walipohakikisha kwamba wametoka wote nje, walifunga mlango. Jamaa kaona fresh. Sasa ikabidi wakague mwili ili wafahamu silaha zilizotumika ni silaha gani na pia wauaji wametokea wapi. Unaona? Walikuja. Kumbuka hapa yupo Lodi Shi na Lodi Ding. Ni njemba mbili hatari sana. Basi wakawa na uchunguzi ule mwili. Alivyocheki akaona kuna alama moja ambayo iko hapa. Inaonekana silaha hili lilotumika kumwangamiza sio silaha ya kawaida. Usijali kuhusu hicho, wewe chunguza kwanza. Tafuta ushahidi uliotuleta hapa. Anaambia Lodi Lei Gonzin amekuja. Sasa kumbuka Lei Gonzin ndo ule mshenzi mwenye tattoo katika shavu. Lodi Shi, Lodi Din. Anaambia ni kwamba Lodi Lei, tafadhali nipeni huyo mtumwa Zhang Zishen. Anaambia sisi kitengo chetu tunaungana wote kwa pamoja, na mimi pia nataka nimpate muuaji. Kwa maana hiyo ningemuomba mnikabidhi huyo mtumwa wake wa Lodi Zao ambaye ni Zhang Zishen. Anaambia wewe unajali sana kuhusu mambo yetu. Anaambia kwa kuwa mheshimiwa na wewe pia unaitaka nafasi hiyo ya general, basi mimi siwezi kusumbua. Kama utakuja kuwa general, usikuwe mkali kwangu. Inaonekana kwamba Lodi Lei ni mwema sana, au sio? Anaambia nimetoka kupendezwa sana.
Anaambia usijali, hata hivyo pia wote tunamtafuta muuaji, kwa maana hiyo mimi kwenda asubuhi pale ilikuwa ni kwenda kumtafuta muuaji. Sasa kumbuka leo asubuhi walikuwa katika sehemu fulani. Waliingia ndani. Inaonekana kwamba director Zhao alifariki bila kuacha kitu chochote kile. Na kuhusu huyu Lei Gongzin, anaambia huyu mshamba inaonekana anachunguza sana kuhusu mambo yetu. Anaambia director Zhao kutakuwa kuna kitu ni lazima amekuachia wewe. Bwana, samahani kidogo kwa sauti, lakini tunazidi kusonga mbele. Anaambia director Zhao hawezi kuondoka hivi hivi bila kuacha ushahidi. Anaambia itakuwa kuna ushahidi ambao atakuwa ameuacha sehemu, au itakuwa kuna mtu anao huo ushahidi. Anaambia unamaanisha kwamba director 1? Anaambia ndiyo, bila shaka. Kwa nini iwe hivyo? Anaambia kumbuka kuhusu mfalme. Anaambia Lord Wei pamoja na Inuchi ndio watu pekee ambao wanaweza kumuona mfalme na kumuona mfalme uso kwa uso. Kumbuka mfalme anaumwa, na kama mfalme anaumwa, director Zhao pia alikuwa ni mtu wa pili ambaye anaweza kukutana na mfalme. Anaambia kwa maana hiyo nataka kumaanisha kwamba kila mmoja. Basi yule dogo ambaye ni mtumwa wake mpambe wa karibu wa director Zhao alikamatwa na kuja kutibiwa. Anaambia sifahamu atamka mida ya saa ngapi, lakini anachemka sana, ni wa moto sana. Anaambia anapumua kwa haraka. Hii inamaanisha kwamba atamka muda si mrefu. Anaambia huyu ndo mtu pekee ambaye anaweza kudhibitisha kwamba kifo cha director Zhao kimefanyika na mtu gani na nani ni muuaji haswa. Huyu ndo mtu pekee ambaye anaua ushahidi. Kwa maana hiyo mimi siamini ya kwamba watu walofanya kitu hichi hatuwezi tukakamata. Lei Gongzin itakuwa ni mmoja kati yao. Ndiyo. Anaambia ni lazima tupate ushahidi, na huyu mtu pia ni lazima atibiwe. Lei Gongzin ni lazima atakuja kumuulizia mtu huyu tena, kwa maana huyu mtu ndio mtu pekee alobaki yeye jana usiku. Anaambia basi sawa. Anaambia basi nisubiri hapa, mimi kuna sehemu naenda. Jamaa aliondoka kwenda sehemu. Ni sehemu hipi? Alikuja katika kasino fulani. Bwana, cheki kitu anachofanya. Alikuja hapa, afu baada ya hapo kuna ishara moja ilionyesha, na baada ya hapo alikaribishwa ndani. Alipelekwa ndani. Asa Lord Den, kuna watu ambao wanakutana nao kwa siri ambao jamaa wako Lord Shi bado yeye afahamu. Alikuja mpaka katika mlango wa nyuma huko, aligonga mlango. Alivyogonga mlango alikuja manzi moja. Nini kimekuleta hapa? Anaambia kwani siwezi kuja au vipi? Anaambia kwa maana hiyo umekuja hapa. Sasa kabinti kama amesirika, anaonekana kwamba wana mahusiano ya siri. Unaona? Anaambia nini kinatokea? Ranran, nisubiri eti. Ranran. Huyu binti anaitwa Ranran. Anaambia mheshimiwa, asante kwa kusaidia maisha yangu. Badilisha mavazi yako na uondoke hapa. Basi asante mheshimiwa. 偷个钥匙，险些将我牵连出来。哼，谁都要有你这能耐，我干嘛看上你呀？ Kama watu wengine wangekuwa na uwezo kama wako, mimi singekuchagua wewe. Anaambia kwa nini unazungumzia hivyo eti? Anaambia hata hivyo pia kifo cha Lord Zhao, inasemekana kwamba kuna watu ambao wamejiunga ambao ni watu kutokea katika kitengo cha ujasusi ambacho nimetokea kusini. Anaambia kwa maana hiyo mimi naamini kuna ushahidi ambao Lord Zhao ameuacha. Anaambia ushahidi huo unasemekana kwamba mpambe wake wa karibu anao. Anaambia sababu ya baba yangu kuongea na mtu huyo, anaambia sababu yote alitaka Lord Zhao peleleze kuhusu kesi ya hawa mawaziri ambao ni mawaziri wa hali ya juu ambao bado wao ni wasaliti. Kwa maana hiyo baba yangu alimtaka Lord Zhao kupeleleza kesi hii ili kuwakamata mawaziri hao. Anaambia baba yangu asingefanya hivi na kumfanya Lord Zhao kamuone mheshimiwa mfalme siku ile, anaambia mawaziri yao wange take action na tusingeliwajua mpaka sasa. Anaambia hata hivyo pia baada ya kupata ushahidi, ukimpelekea mheshimiwa mfalme ushahidi,
na babangu akikupeleka huko, anaambia utapata cheo cha kuwa chief general na baada ya hapo utafunga ndoa. Anaambia kwa nini unakuwa mjinga eti? Anaambia utakapokuwa kamanda, anaambia utakapomkamata muuaji utakuwa general eti. Kwa maana hiyo utapata nafasi ya kufunga ndoa na mimi. Nimekwambia mara nyingi sana ya kwamba kufunga ndoa na mimi ni lazima uje kuwa general, chief general. Na hapo ndipo utakapokuwa na nafasi ya kunioa mimi. Anaambia inawezekanaje sasa kupata ushahidi? Anaambia nisikilize vizuri. Kuna mtu mwingine. Anaambia mtu huyo ni mpambe wa karibu wa director zao. Anaitwa Zhang Zishen. Huyo ni mpambe wake wa karibu ambao mpambe wake ndio ana ushahidi na kila kitu. Unaona? Anaambia director zao, naweza nikaona ushahidi huo? Tulia wewe, tulia. Anaambia ushahidi huu hauna umuhimu sana. Anaambia hata hivyo pia ni kitu useful kwa mfalme peke yake. Kwa maana hiyo wewe upaswi kuweza kuona kitu hichi. Sasa binti alimwambia, anaambia nimekwambia kila kitu. Mtu wa karibu, mpambe, mlinzi wake wa karibu ndo anao ushahidi. Kwa maana ukitaka kupata ushahidi na tukifunga ndoa, anaambia mkamate mtu huyo. Tutapata ushahidi na tuweza kufunga ndoa. Basi alipeleka ushahidi ya kwamba Lord Shi yuko hapa. Lord Shi naye pia amekuja katika kasino hili. Jamaa anacheza kamari hapa pasina kugundua kwamba ndugu yake na watu ambao wanashirikiana nao ambao ni watu wabaya. Anaambia brother Shi, anaambia jaribu bahati yako eti. Kwa nini uko hapa? Na kwa nini uko hapa? Wewe ulisema kwamba unaenda sehemu. Anaambia nilienda sehemu, lakini ile sehemu ambayo nilikuwa naenda nilikuta wamefunga eti. Anaambia ulipoteza shilingi ngapi? Anaambia ku gain information si lazima tutumie pesa. Anaambia tusiongee kuhusu pesa bwana. Anaambia u deserve kabisa uniform hizo. Sasa huyu mpambe wanafahamiana. Huyu mpambe na Lord Din wanafahamiana. Unaona? Jamaa basi akaendelea kucheza kamari kwa kuwa pasi ni wa kuchezea kamari. Anaendelea kucheza kamari. Wewe mpumbavu unajaribu kutumia trick. Wewe alikuwa anatumia trick. Anaambia wewe mpumbavu. Wewe mjinga unawezaje kutumia trick? Alafu unatumia trick kwa maofisa. Mheshimiwa. Alinyukwa. Akamshika kwa chini afu akawa anampiga. Unaambia kumpiga. Sio wanafahamiana. Anaambia brother Shi, tayari nimemfunza adabu, tuondoke. Basi sawa tuondoke. Jamaa alivyokuwa kaondoka, akachukua gold, akaondoka nayo. Anaambia hata hivyo pia ni kitu kizuri sana kuchunga pesa eti. Brother Shi, mbona unafanya hivi? Kwani kuna shida gani? Anaambia sio vizuri eti. Asa mpambe ule wa karibu wa Lord Zao leo ndio ameamka. Sasa kumbuka Lord Zao tayari amefariki. Na kama amefariki huyu ndio mtu pekee alobaki hai kipindi kile. Jamaa alitibiwa na leo aliamka. Ambia mama yako amekuletea vitu hivi, jaribu kidogo kupata chakula. Sasa inaonekana ni barua mama yake iloletwa hapa. Ameletwa mayai, afu leo kuna barua ambayo iko hapa. Sasa ikabidi aangalie. Sasa kumbuka udogo anaitwa Zhang Zishen. Ni mtu pekee alobaki hai jana usiku. Akaisoma barua hii. Inaonekana ni barua kidogo za ajabu kuhusu mama yake. Anaambia brother Shi, tunafanya kitu gani hapa? Anaambia mama yake na Zhang Zishen anafanya kazi yake, yani kimgawa chake ipo katika sehemu hii. Naogopa kwamba Lord Lei anaweza kumkamata mama yake na kumfanya hostage, yani na kumfanya mateka. Anaambia kuku moja shilingi ngapi? Anaambia kuku moja anamuuzisha kwa peni 9 tu. Anaambia basi sawa. Mimi nitakukabidhi 19, nataka kuku 3. Kwa nini unafanya hivi Lord Shi? Anaambia na save pesa. Kwa nini? Kwa mke wangu wa baadaye eti. Mke wako wa baadaye. Unaambia jamani mbinyiaje, anabinya pesa. Unaambia kwa kuwa yeye ni askari, huku zinauzwa 9. Yeye alitaka kuku 3. Unaambia kwa coin kwa coin 19 peke yake. Baba, anaambia bosi. Kwa nini duka hili limefungwa? Anaambia vipi, umeona watu ambao hawafahamiki, yani watu ambao ni tofauti. Anaambia hamna, hata hivyo pia sijaona mtu yoyote yule. Anaambia mfuate. Sasa inaonekana kuna mtu ambaye alimuona. Sasa ikabidi amkamate. Mtu wake tayari kapotea. Haifahamiki ameenda wapi. Sasa mtu yule kapotea. Inaonekana kama monkey hivi. Monkey si monkey. Wanaambua anapiga jimu, sijui apigi jimu. Sasa kuja huku yule dogo hayupo. Unaona?
anaambia ameondoka. Sasa ikabidi wafuatilie kwa umakini zaidi. Mheshimiwa, nimenyang'anywa mavazi yangu. Amenyang'anywa mavazi yake na nani? Bwana, kuja nje akaona ni garage hile inaondoka. Hasa ule dogo ndo huyu alimnyang'anya mavazi ya mlinzi, akachukua farasi anaondoka. Hasa kuna barua ambayo alipata kuhusu mama yake. Sijui ni barua gani hiyo. Alichukua farasi na kuondoka. Wakati ule Lodishia anaendelea kufukuza kipando hichi. Bwana, nitumwa zana hizo. Zikashika kwa mti mbele kabisa, mti akazama kwenye kipando namna hiyo. Wawa, bwana binti akapanda. Come on, mwamba huyu hapa. Wawa. Bwana binti mwenyewe si haba, anafinya mkono bala. Macho yalikutana namna hiyo. Hata pia inaonekana ni watu ambao wanafahamiana. Inaonekana ni watu ambao wana mahusiano yao ya siri siri. Anaambia Lodishi, muda ule ulinisaidia maisha yangu. Kwa maana hiyo leo sitopenda kupigana na basi sawa. Anaambia sasa tunawezaje kuongea na upanga mkononi? Anaambia kwa kuwa niko mpaka hapa kuna mtu ambaye namtaka, na kama mtu huyo anamtaka siwezi kuweka upanga chini mpaka nimpate mtu huyo. Anaambia kwani unamaanisha nini? Una uhakika kwamba mimi na mtu huyo? Anaambia kikundi chetu au kikundi chenu cha kusini, anaambia inaonekana kama tuwezi kuzungumza tena. Anaambia nitaendo kesi hii. Wewe, wanaikabidi mkono upigwe. Sasa anacheki katika kipando hamna mtu. Jamaa alidondosha kuku wake. Anaambia Zanzi Shen, kaka yako hawezi kukutuma wewe tu uje kumchukua Zanzi Shen. Kaka yako kwanza ajali wewe ufe ama uwe hai. Yaani ajali kuhusu maisha yako. Kwa maana kaka yako alikutumia wewe kwa ajili ya kunizuga mimi. Alafu akamtoa kijana yule pale, si ndio hivyo? Anaambia mimi naamini kwamba kaka yako hawezi kutuma mwenyewe umchukue Zanzi Shen. Anaambia mimi sio kama kaka yangu eti. Mimi ni tofauti na kaka yangu. Sasa hawa ni watu ambao wana ukaribu. Jamaa alitaka kukata kabisa urafiki na binti huyu. Kwa kuwa anafanya vitu vyote hivi, kakake anamtuma vitu vyote hivi kufanya, jamaa wako anapoteza watu wake wa karibu. Au anapoteza watu ambao tayari ni wa muhimu katika kesi hii, anapoteza kwa ajili ya binti. Anaambia kama ataendelea kitu hichi, anaambia sitokuwa kabisa ndugu au tusijuane kabisa kuanzia leo. Anaambia Lei Dayun alikuwa pale kunizuga peke yake. Anaambia Lei Dayun kaka yake alimtuma kufanya kitu kama hichi, bali hajafanya kwa kupenda kwake. Sasa kumbuka Lei Dayun ni yule binti ambaye anavalia nguo nyekundu siku zote. Anaambia umemsaidia, lakini bado anaambia yeye ni tofauti na kaka yake. Hata hivyo pia Zanzi Shen tayari katoroka. Anaambia vipi kama atakuwa ni kama kaka yake? Vipi kama wote wana moyo mmoja? Sole dogo alikamata Zanzi Shen, huyu hapa. Anaambia wewe mpumbavu, hem nikabidhi ushahidi huo. Anaambia mama yangu yuko wapi? Anaambia kama utanipa mama yangu basi mimi sitokuficha tena kitu hicho kiko wapi, nitakukabidhi. Anaambia unaonaje kama utachukua lawama zote za mheshimiwa zao, za kifo cha mheshimiwa zao? Mimi sijamuua eti. Sijamuua. Anaambia wewe mtoto, kubali tu ya kwamba wewe ulimuua general zao. Anaambia na baada ya hapo kila kitu kitakuwa sawa. Unadhani kabisa kwamba unafahamu maumivu ya kuteseka ni maumivu gani? Kama utaendelea kukataa utaadhibiwa eti. Anaambia Lodilei, anaambia mimi bado na uwezo, unaweza kunitumia eti. Sasa alivyosema vile, wana tunaona dogo anatoroka. Baada ya pale kuna watu ambao walikuja ndani. Walikuwa ni Lodilei pamoja na Lodishi. Walikuja. Sasa inasemekana kwamba kuna mtu ambaye anatoroka hapa. Sasa kumbuka hichi ni kitengo cha ujasusi ambacho ni kitengo cha watu wengine ambao ni wapinzani wao. Anaambia nyie ni kina nani? Sasa alivyouliza alizimwa. Anaambia unaonekana huyu jamaa ameumia, hawezi kutoroka peke yake, itabidi tumsaidie. Dogo alivyokuja huko alikuta mama yake kauawa, maskini ya Mungu. I say. Anaambia mimi ni mtoto mjinga. Mama. I say. Alikuja akafungwa mdomo. Anaambia mtu yuko hapa. Kuna mtu yuko hapa. Bwana, ikabidi sasa ajifiche. Mtu huyo ni nani? Inaonekana ni yule manki wa kipindi kile. Amekuja hapa. Mambo ni jemba moja limekwenda juu bala. Na mambo limekula ugali na malage likashiba, sasa linakuja kuonesha uwezo wake hapa. Yuko huko ndani anamsachi dogo. Bwana ghafla. Wawe,
alikuja Din huyo hapo bwana. Mashine sasa katembezwa mkono hasa, wanamchangia wanampiga Monday Tuesday bwana. Wewe wanaambia Monkey mwenyewe si haba, anazana lake hilo ni kubwa balaa, anatembeza nalo kichapo si haba. Dogo alikuwa hapa akamwona mwenyewe ndo huyu hapa, cheki sasa silaha na hidden weapon, cheki alitoa silaha kujificha akamrushia, ilipanguliwa yeye alikuwa anaondoka na kichwa ile, sasa ikabidi mkono utembezwa. Wanaambia wanamchangia Monday Tuesday wanampiga, lakini wapi, ilichukuliwa kwanza silaha. Cheki unaambia jamaa wana uwezo wao wawili, yaani uwezo wao sio wa dunia hii, unaambia wanafaa kuishi katika dunia 7 hawa alipigwa vibaya sana. Sasa baada ya pale aliondoka, anaambia ndo hichi hapa, ushahidi wote uko hapa. Anaambia ulitokaje katika gereza lile? Lord Shi, anaambia mama yangu ameuawa na watu wale. Anaambia mimi ni mtu tu wa kawaida ambaye ni mlinzi wa Lord Zao. Anaambia tafadhali naomba mpize kisasi kwa ajili yangu. Anaambia tunawezaje kumpelekea mheshimiwa kama kitu kama hichi? Hatuwezi kupeleka tu kitu kama hichi, yani barua kama hii ndogo, karatasi kama hii ndogo hatuwezi kupeleka. Tunawezaje kumpeleka mtu mzima kama huyu? Anaambia hii peke yake inatushinda kumpeleka. Tunawezaje kwenda na huyu kwa mfalme? Uone kama tutaishia wote njiani. Anaambia usimama kwanza. Sasa walikuwa wanapanga kupeleka ushahidi huu kwa mfalme, unaona? Lakini sasa tupelekaje kwa mfalme? Maofisa wote wana taarifa kwamba wao ndo wanamiliki ushahidi sasa hivi. Anaambia usijali, tulia kwanza, afu baada ya hapo tukipata ushahidi wa kutosha nitakuchukua na tutaenda kwa mfalme pamoja ili kudhibitisha ushahidi wote. Sasa huku ule inunchia kaja huku. Mheshimiwa, wewe mpumbavu kabisa. Mheshimiwa samani, anaambia pumbavu. Ningelijua kabisa ningekuwa toka mapema wewe mpumbavu wewe. Sasa akakoa kama kawaida, akamtemea. I say, dharau iliyokuwa vipi? Sasa kosa lake ni lipi? Kosa lake ni kumwachia yule dogo Zhang Zishen na kuondoka. Inaonekana kama kuna dili ambalo dili hilo wamelifanya peke yao bila kumshirikisha yule Inuchi. Ripoti. Anaambia Zhang Zishen, mama yake ya Zhang Zishen amefariki. Shiji Yao. Anaambia kweli wewe ni kitu. Sasa akamfuata. Hao kutoka katika kitengo cha ujasusi wapinzani walikuja leo katika kitengo cha ujasusi ambacho kinapatikana kusini. Sasa kumbuka katika kitengo hichi jamaa wako Shiji Yao au Lord Shi ndo anaishi hapa. Anaambia Zhang Zishen ametukabidhi ushahidi huu, itabidi tupeleke kwa mfalme. Anaambia hapana. Anaambia ushahidi nikabidhi mimi niupeleke, unataka wewe ndo upate cheo hichi? Sasa akawa ananyang'anyana ushahidi ule ili upeleke kwa mfalme. Mtu ambaye ataupeleka ushahidi huu kwa mfalme atapewa cheo cha kuwa general director. Unaona? Wakawa wananyang'anyana ushahidi ule. Naona wakapigwa. Wewe. Sasa wote wanautaka. Jamaa alivyoona si akaona huu hapa, akauaia chap. Wana ushika panga huu hapa. Wewe. Wana uwezo ukachukua kwa urahisi na mimi niko hapa. Wakawa pigwa mkono namna hiyo. Jamaa akaukamata huu hapa. Akamfuata. Wewe si ndio una ushahidi? Mimi nitadili na wewe. Afu huyu anadili na huyu. Sasa kumbuka ushahidi huu ni muhimu kwa vitengo vyote viwili. Unaambua kusini na kaskazini. Unaambua ushahidi huu wote ni muhimu. Ushahidi huu ukipatwa na watu kutokea kusini, watapeleka kwa mfalme na mwisho wa siku wao watakuwa wenye makosa. Na ushahidi huu ukipatikana na watu wa kaskazini, watu hawa watagundulika kwamba hawana makosa na hawa wa kusini ndio wana makosa na wanataka kuwazingizia wenzao. Sasa kumbuka mawaziri au maofisa wengine ni wanafanya kazi kwa siri kwa ajili ya kuwazingizia wenzao. Jamaa wako huko alikamatwa na kuzidiwa. Baada hapo alichukuliwa ushahidi huu hapa upo katika mikono ya Lord Lei. I say, sasa kamteka. Alimteka binti Lei Dayun. Lei daren. Anaambia Lord Lei.
Anaambia umevamia katika kitengo chetu na kuja mpaka hapa na kumteka mtu wangu. Una maana gani? Hivi unafahamu adhabu utakayopata? Anaambia kila mmoja tayari kasikia kuhusu ushahidi ya kwamba nyinyi ndio mna ushahidi. Anaambia sasa nimeupata ushahidi. Kwa nini nisikuja nimetaka kidogo ni uchukue eti? Anaambia mwachie Lord D aondoke. Anaambia Lord Shi, "Wewe umesahau ya kwamba na wewe pia mtu wangu yupo katika mikononi mwako." Anaambia hata hivyo pia basi tufanye exchange eti, au sio? Basi walibadilishana. Anaambia tutakutana wakati mwingine bwana. Jamaa aliondoka. Imefanya kazi. Plani yao imefanya kazi. Kumbe walipanga plani hii toka kitambo. Anaambia kwa maana hiyo unataka ndio. Anaambia sababu ya mimi kufanya hivi, nataka Lei Gonzin aje hapa atakuja kuchukua ushahidi. Na kwa maana hiyo kila mtu si atajua kwamba yeye ndo ana ushahidi. Kila mtu atamfuata yeye. Kwa maana hiyo si itakuwa rahisi kwenda kwa mfalme na kutoa ushahidi au kumsafirisha mtu huyu. Si ndio? Anaambia sasa nimekupata. Kwa maana hiyo mfalme lazima atajua ushahidi. Anaambia movie nzuri sana. Yaani action nzuri sana uloiteki sasa hivi. Anaambia itabidi tumtembelee babake na Ran Ran. Sasa alipanga kupanga appointment na babake na Ran Ran. Anaambia huyu mpumbavu Inuchizan kumbe amekuwa akinitumikisha, afu ushahidi mwenyewe hakuna ushahidi ambao unaniongelea mimi. Anaambia muandaa farasi. Tunaenda wapi? Anaambia huyu mpumbavu Inuchizan anataka kunitumia mimi pasina faida yoyote ile. Sana nataka nimuoneshe mimi ni nani. Anaambia nafikiria kwamba Lord Wan hatopendezwa na sisi. Anaambia itabidi tuongee naye tu kwa kawaida eti. Anaambia ndio basi sawa. Jamaa kosa kwa anaondoka. Cheki kuna kitambaa. Bwana hizi zote ni ishara zao. Unaona? Anaambia mpaka hapa anapewa ni ishara. Sasa dogo sijajua kama ni msaliti au vipi. Lakini kuna vitu vya siri ambavyo anavifanya ambavyo brother yake hajui. Anaambia tufanye kitu gani? Anaambia fanya nilichokutuma. Sasa dogo alikuja mpaka huko. Alikuja huko alikuta mama yake na ule dogo na ameuawa ni kwa silaha ile ile iliyotumika. Alikuta kuna mwanamke ambaye yuko hapa. Anaambia mama, anaambia ningependa nizue Zanzi Shen amekuja hapa. Anaambia hajakuja toka kipindi kile eti. Anaambia kwani amekuwa kilala wapi? Anaambia inaonekana ya kwamba anaambia hana wazazi. Yeye alichukuliwa tu na kulelewa hapa. Kwa maana hiyo mama yake huyo alofariki ni mama yake alomlea. Mheshimiwa, Lord Wei amekuja. Mlete ndani. Lord Lei amekuja. Sasa aliona kabisa kwamba huyu Nuchi anamfanyisha kazi na ushahidi wote uliopatikana. Hakuna ushahidi wowote ule ambao unasema ya kwamba yeye ana makosa. Unaona? Lord Lei, nilijua kabisa ya kwamba kazi hii itakuwa ni rahisi sana kwako. Asante mheshimiwa kwa sifa zako. Anaambia basi ngoja nione, nikabidhi nione ushahidi huo. Sasa ukaleta ushahidi. Kwani ni ushahidi au vipi? Anaambia mheshimiwa, hebu angalia. Fungua unisomee. Mheshimiwa, basi nitafanya hivyo. Ilivyofunguliwa inaonekana ni kutoka katika ufalme. Mheshimiwa, umeiona vizuri? Basi nitaisoma. Anaambia ni oda kutoka kwa mfalme. Msaliti Inuchizan amesaliti. Anaambia na amekuwa akiungana na watu wengine kwa ujinga wake, amekuwa akiungana na watu wengine na kuficha ukweli katika maofisa wenzake. Kwa maana hiyo amesababisha machafuko makubwa na makosa makubwa sana katika serikali. Kwa maana hiyo atauawa. Wawa. Mzee si mzembe kaa sembe, unaambua ni mwepesi kaa huji baba. Bwana, cheki matusi ya mzee, anafinya mkono balaa. Wawa. Binti si haba, binti wewe, binti yuko hapa, lazima mtetee blaza zake.
Akaona hapana, sasa akatoka huku, sababu kuna watu ambao wana uwezo mdogo, basi ni askari tu. Akawafuata huku. Mzee anasepa huyo, Nasepa alimkamata binti huyo hapo. Cheki, mambo mzee ni mwepesi hatari. Alimkamata kama mateka. Anaambia pisha njia. Kama utapisha njia, mtamwangamiza binti huyo. Walileta watu wa mchale. Anaambia weka mishale tayari. We mpumbavu, huoni dada yako nimemteka? Jamaa kaushika mshale. Anaambia mheshimiwa, hivi wewe uwezi ukajua tu kitu muhimu ni kipi? Kapiga mshale. Wewe, ona mshale ulipita kwa shingo. Jamaa huyo akasepa, yeye anasepa akakamatwa. Nani kasema? Alikamatwa Inu-Shizan. Anaambia wewe pia umeshuhudia vitu vingi sana katika kikundi changu, kwa maana unafahamu siri zangu nyingi sana. Anaambia otherwise. Anaambia kubali tu ya kwamba una makosa. Anaambia nimekubali. Nimekubali nina makosa, mheshimiwa. Anaambia kwa nguvu. Nimekubali nina makosa. Basi sawa. Anaambia mheshimiwa Zan amekataa ya kwamba hana makosa. Na mheshimiwa anafahamu ya kwamba ana makosa, kwa maana ameenda kinyume na serikali. Akakamatwa. Ni kupelekwa gerezani moja kwa moja. Aisa. Anaambia nilikuwa namtishia tu, sikumaanisha kuwa eti. Usichukie hata hivyo pia. Binti Ndoro ilikuwa inaenda kumuona ibilisi hivyo. Anaambia vitu vyote chukueni mvitoe katika sehemu hii. Anaambia kwa baadaye nitakavyokuwa general director nitahakikisha kwamba vitu hivi mnavipeleka nyumbani kwangu. Anaambia huwezi kuwa general director. Siwezi. Naweza. Kivipi? Anaambia wewe angalia tu, nikimkamata muuaji naweza nikawa general director. Anaambia mheshimiwa, leo inaonekana huna bahati hata hivyo pia. Hasa alivyokuwa hapa jamaa wako akapelekwa, kulikuwa kuna mtu ambaye alitumwa kumfuatilia. Unaona? Jamanko aliletwa kama kawaida yake, aliletwa ndani kukutana na binti Ranran. Anaambia muangalia, nimekuletea chakula ukipendacho. Anaambia nimekula tayari. Hauna njaa? Anaambia ndio. Basi kwa nini ulitaka kuongea na mimi? Anaambia kwa nini siwezi kuongea na wewe? Hata hivyo pia kuna kitu nataka nikuulize. Kwa nini unakasirika eti? Anaambia hivi unataka kunioa au vipi? Anaambia Lei Gongzen. Anaambia hawezi kufanya kitu kama hicho. Mimi naamini ya kwamba Lei Gongzen bado hana ushahidi huo. Na kama atakuwa na ushahidi, hawezi kupeleka kwa mfalme. Sasa binti amemleta jamaa wako hapa Lodidin kuja kuongea naye kuhusu ndoa yake. Kwa maana mtu ambaye ataupata ushahidi, basi ana uwezo kabisa kumuoa binti huyo. Anaambia utanioa au utonioa? Anaambia usijali nitakapokuwa kamanda. Anaambia mimi sitaki maneno mengi. Nachotaka uniambie kwamba ni utanioa au hutonioa. Unachozidi kuzungumza ni kwamba subiri. Anaambia nitasubiri miaka mingapi? Nimesubiri vya kutosha. Anaambia kama hutofanya hivyo, Zhao Gongzen ambaye ni lodi zao. Sasa binti kuna pepa kaweka mezani. Anaambia kama hutofanya hivyo, anaambia hii ni ya kumzingizia Lodi Shiji yao ambaye ni kaka yake. Anaambia kama utafanya hivyo, na yeye kama utatoka katika nafasi yake, wewe ndo mtu pekee ambaye utabaki, na nafasi hii itakuwa ni ya peke yako, yani itabaki ya peke yako. Anaambia Lodi zao amekufa bila ushahidi. Unawezaje kuongea hivi? Asa binti anafanya kila kitu kwa ajili ya kumkabidhi jamaa ushahidi ili wao wafunge ndoa. Anaambia mimi nafahamu akili yako vizuri sana. Anaambia nimekupa kila kitu. Sasa ni wewe kuamua kumzingizia kaka yako kesi hii ili ubaki peke yako upate cheo hichi na tufunge ndoa, au ufanye kitu ambacho wewe unakiona ni sahihi. Anaambia lakini inabidi ujue ya kwamba mimi ndo mtu pekee ambaye nitakupa company maishani mwako mote. Aisa.
Basi dogo hawezi kumuoa binti kwa kuwa status yake ni ndogo sana. Yaani dogo hana jina yani kiasi hicho. Yaani jina lake bado ni dogo sana kumuoa binti. Kwa maana baba yake ni mkubwa katika mawaziri wote wa ufalme. Baba yake ana cheo kikubwa sana. Basi kwa Lord Lei huku tunaona kuna ujumbe ambao aliandika. Unaambia ni ghost letter. Ukao unatumwa namna hiyo. Anaambia dada, najua Shi Jiao ni mwema kwako, kwa maana hiyo mpelekee ujumbe huu amfikishie Zhen Zishen. Basi aliushika ujumbe ule na kuupeleka moja kwa moja kwa chali yako. Ujinga kabisa. Anaambia mheshimiwa. Anaambia Ludidin tumemuona kabisa akielekea katika kasino lile. Amejua tayari kwamba watu wale wanatumia triki. Kwa nini bado anaenda pale? Jamaa kaona kuna kitu kipo sawa. Akiwa anaondoka binti ndio wakati anafika. Lei Daiyun. Binti moja mrembo sana. Anaambia mfikishie Zhen Zishen taarifa hizi. Anaambia kakaangu anamaanisha kumtumia taarifa hizo. Anaambia vipi, unawezaje kuamini kama hakuna ghost letter ambayo ipo humu ndani? Anaambia hamna. Basi sawa. Alivyoambiwa kwamba kuna maneno ambayo hayakujificha katika karatasi ile, basi alimtumia Zhen Zishen taarifa zile. Kuna kitu kingine? Anaambia kuku yako. Anaambia siku ile tulivyokuwa tukipigana uliangusha kuku wako. Ulitumia shilingi ngapi? Anaambia ni peni 9 tu. Anaambia utakuwa umetumia pesa nyingi sana. Muda mwingine tumia peni 7 tu eti. Unavyotumia 9 unatumia pesa nyingi eti. Anaambia kesho nitakuja katika kitengo chenu kupendekeza ndoa. Anaambia nani ndo bibi harusi? Wewe? Unawezaje kuongea maneno kama hayo mbele yangu? Anaambia kwa kuwa umesaidia maisha yangu, sitaurumbana na wewe. Anaambia basi nitachukulia kama umekubali ndoa yangu mimi na wewe. Anaambia unawezaje kuongea kitu hichi kwa maneno kama haya eti? Hata wewe pia binti alikuwa na aibu. Lakini mwenyewe anampenda jamaa wako. Shi Jiao. Basi dogo alitoa taarifa zile. Akawa anataka kujibu lakini akaona hapana. Itakuwa kuna taarifa za siri ambazo zimeandikwa hapa. Alipeleka mkaribu na moto afu akawa anajionyesha namna hiyo. Anaambia nani anaweza akapata faida katika kifo cha mama yako? Anaambia kama unataka kulipiza kisasi, anaambia fikiria kuhusu kitu ulichosema. Anaambia mimi bado nafahamu jedi ya mheshimiwa Zao ilipo. Anaambia jedi ya mheshimiwa Zao. Anaambia nataka nimzingizie Shi Jiao ya kwamba yeye ndo kamuua, na kwa hapo anaambia itakuwa itakuwa ni dalili kubwa sana kwa ajili yako, na pia baada ya hapo atazingiziwa kesi hii, na hapo wewe ndo utakuwa ni mtu pekee ambaye unaweza kuchukua nafasi hii. Anaambia Shi Jiao, sasa unawezekanaje? Anaambia kila mtu anapenda kuwa general director, kwani sio peke yake tu anapenda kuwa general director. Sasa wamepanga kumzingizia kesi hii ya mauaji, wamepanga kumzingizia jamaa wako Shi Jiao ya kwamba yeye ndo kamuua director Zao. Unaona? Huyu dogo ni kwamba alitoroka siku ile pale, ilikuwa ni kwa mipango, wamepanga mipango yao. Anaambia mheshimiwa, anaambia umekutana na Ran? Anaambia ndio. Anaambia binti yangu nimemfunza vitu vingi toka alipokuwa mdogo, kwa maana hiyo kila alichokiongea leo niombe samahani. Anaambia Lei Gongzhen ni muuaji, na kama ni muuaji, anaambia mheshimiwa nataka tukamuone mfalme. Anaambia basi nitakuchukua kesho tuondoke huko. Anaambia Din, anaambia mfikiria kuhusu condition iliyopo kwa sasa. Asa kumbuka huyu baba ndo baba yake na binti ambaye anaitwa Ran. Baba yake pia ana mpango wa kumwozesha binti yake kwa dogo huyu. Kwa maana hiyo anataka mkonvisi Chali amsaliti kaka yake, afu baada ya hapo yeye awe na cheo kile, afu baada ya hapo atamkabidhi binti yake. Unaona?
Anaambia yani kipindi utakapokuwa chifu, yani general director, anaambia na mimi nikawa Inuchi mkuu, anaambia utakuwa tuna nguvu sana. Anaambia nguvu ya kwanza itakuwa inatoka katika serikali, afu nguvu ya pili itakuwa ni karibu na mfalme Inuchi. Unaonaje hapo? Anaambia itakuwa ni nguvu ambayo mtu yoyote yule hawezi akatuzuia katika dunia hii. Anaambia kwa maana hiyo inabidi uende na flow. Anaambia anachokushauri ni wewe mwenyewe ufikirie ni uchukue hatua gani kuanzia sasa. Basi alitoa taarifa Lord Lei. Akaona pia imeandikwa taarifa vile vile. Basi naye kasogelea moto, akawaangaza juu ya moto namna hiyo. Maneno yakajitokeza. Anaambia tayari nimeandaa kila kitu. Anaambia jedi ya Lord Zhao tayari nimeweka chini ya mto wa Shiji yao ambao ni Lord Shi. Kwa maana hiyo kesho mkija, anaambia nendeni katika mto wa Shiji yao, na baada ya hapo mtaikuta jedi ile katika mto wake, na baada ya hapo kesi itakuwa imegeuziwa kwake. Watu wacheni na ile. Jamaa wako alikuja tena huku kutembelea leo katika kasino lile ambalo anatumia triki. Anaambia ngoja niangalie. Alivyolitikisa. Anaambia kumbe nilikuwa sahihi. We mpumbavu kumbe we. Akamcheki. Anaambia kumbe wewe ni mpumbavu tu ulowekwa hapa. Anaambia nichukue, nipeleke sehemu hiyo. Mheshimiwa, mimi sielewi unazungumzia kuhusu nini eti. Anaambia njoo. Aliitwa ndani. Si umetaka? Unakulitafuta mwana kulipata. Jamaa wako aliletwa ndani. Alivyoletwa ndani, Ding Qin naye alikuwa hapa, Lord Din. Naye alikuwa ndani humo. Anaambia brother Shi. Haya. Pata kinywaji. Anaambia vipi onja eti. Mimi waga sile vitu kama hivyo eti. Anaambia vipi nini mbaya? Kwani huna furaha? Anaambia ni kitu gani kinachoendelea? Anaambia kesho naenda kupendekeza ndoa. Anaambia kupendekeza ndoa kwa nani? Anaambia Lei Dayun. Lei Dayun. Anaambia hapana, anaambia Lei Dayun sio kama kaka yake. Anaambia kaka yake ni ana roho mbaya, lakini binti ana roho nzuri. Hata hivyo pia tayari nimepeleleza kwamba binti huyu afanyi kila kitu ambacho kaka yake anakitaka. Anaambia umeandaa zawadi kaka. Unawezaje kuandaa zawadi katika hali kama hii eti? Anaambia vipi kuhusu wewe? Vipi kuhusu binti ule ulomtaja? Anaambia tusiongelee kuhusu hilo sasa hivi. Anaambia hata hivyo pia bado eti. Anaambia of course. Anaambia acha basi. Sasa alimuuliza kuhusu kama anakumbuka watu wale walokamata wauza chumvi wale. Alimuuliza. Dogo anasema ndio nakumbuka. Anakumbuka kipindi kile. Ulikuwa ni yaani umekasirika sana. Basi alikuwa akipiga story tu, anajikumbusha stories hapa na pale. Kama hivyo. Anaambia na wewe pia inabidi uwe mwangalifu eti. Sasa binti gani unaweza kukupenda ulivyokuwa kama hivyo? Anaambia general director ni position moja nzuri sana. Wewe dogo. Vipi? Anaambia najua plani yako ni kama yangu. Sisi wote tuna plani moja. Anaambia na mimi pia nataka position hiyo. Anaambia ngoja nikuambie. Anaambia kuna chance hapo. Nimefanya kazi hii nikuja kuwa general director. Anaambia umeoverthink blaza. Anaambia njoo tunywe kinywaji bwana ili kumuongoza general Zhao huko alipo. Kumsindikiza general Zhao huko walipoenda. Anaambia general Zhao au director Zhao. Cheers. Sasa huku dogo aliandaliwa. Sasa itabidi leo ndo siku ambayo itabidi apelekwe kwa mfalme akadhibitishe ushahidi.
Kila kitu na vikosi vyote tayari vimeandaliwa. Anaambia mheshimiwa, tumesubiri mlangoni, sasa ni kwenda na safari. Na bwana ile wanaondoka. Lord Lei alikuja na dada yake na vikosi vyote wamekuja. Anaambia oda kutoka kwa mheshimiwa. Tafadhali Shiji yao chukua oda. Anaambia ni oda gani ambayo umetoka kwa mheshimiwa? Shiji yao ameshirikiana na watu wengine kwa ajili yani kumwangamiza Lord Zao. Kwa maana hiyo mheshimiwa mfalme ametoa oda ya kukamatwa kwa Shiji yao. Jamaa kainuka. Ana wewe mpumbavu, itakuwa unatania wewe. Anaambia Lord Lei. Anaambia hivi, kweli hiyo ni oda ya mfalme au umeitengeneza peke yako? Lord Shi, inaonekana kwamba unataka kukataa oda ya mfalme, si ndio? Anaambia ndio. Anaambia mheshimiwa mfalme huwezi kuandika oda kama hiyo. Basi sawa. Anaambia basi nitakupa explanation au nitakupa ufafanuzi. Jamaa kaingia ndani, kuja mpaka katika mto. Alivyotoa katika mto, bwana Beji hapa. Anaambia Shiji au msaliti, wewe mpumbavu, umeshirikiana na watu kwa ajili ya kumwangamiza director Zao. Anaambia mkamateni. Ana makosa upumbavu. Walivyomcheki wakagundua ni huyu Zenzi Shan. Dogo akakacha. Wewe unakwenda wapi? Leo ni lazima ukamatwe hapa. Anaambia hongera sana Lord Lei. Umejaribu hata hivyo pia wakati huu. Lord Shi anaambia samahani bwana wewe kuzingizia, lakini ndio hivyo, mkamateni. Wewe nani kasema ni rahisi kumkamata? Jamaa anaondoka. Wakati huko anamfuata udogo Zenzi Shen. Kamzingizia brother yake kesi Lord Din. Anamfuata. Anaambia simama hapo. Sasa haiwezekani kutoroka, maana kamzingizia kaka yake kesi tayari. Leo ni lazima mkamate hapa leo. Dogo alikimbilia mpaka katika kasino huko. Anakuja na vuruga kila kitu. Bwana huko mkono unazidi kutembezwa. Jamaa kwa mbwa alitoka na watu mpaka nje. Hakuna kukamatwa hapa. Nani anakubali kuzingiziwa kesi kiujinga? Jamaa alikuja peke yake. Hiyo po. Wana mbona pigwe Monday Tuesday jamaa wako. Wana mashine zinapelekwa namna hiyo. Wapi? Jamaa wako bado yupo gado. Bado yumo. Anambia Zenzi, simama hapo. Jamaa alikuja, alikimbilia mpaka huku. Alikimbilia mpaka katika mkuu wa Ma Inu-chi. Na kama unamkumbuka mkuu wa Ma Inu-chi ni baba yake na binti Ranran. Na bwana huko anauawa, lakini ghafla ilipanguliwa. Nani tena? Lei Dayun ameingilia kati. Anaambia dada. Anaambia unawezekanaje kuungana na msaliti kama huyo? Anaambia nilivyokuwa nikizingiziwa kipindi kile, alinisaidia pia mwaka uliopita, kwa maana hiyo leo lazima nimsaidie. Na hiyo ndo sababu yangu ya mimi kumsaidia. Anaambia siwezi nikashuhudia tu mtu aliyosaidia maisha yangu anakufa kama hivi. Anaambia samahani dada, kipindi kile. Anaambia kipindi kile nilikuwa nataka ushujaa na umaarufu peke yake. Akamkita panga. Unaambia ni dada yake peke yake lakini amemkita panga. I say. Na bwana panda pili kidogo alikamatwa. Bwana ile anawao akatoa kisu. Alivyokitoa kisu hichi, jamaa akakiona, akakumbuka nina chongo 4. Anaambia wewe ndio ulomuua director Zao. Anaambia nakubali nilimuua director Zao. Director Zao yeye yupo mzuri katika mashwati. Anaambia walinzi wale hawawezi kabisa wakamgusa kwa vyovyote vile, yani hawawezi wakamuua director Zao. Kwa maana hiyo dogo huyu ndio alomuua Lord Din. Mimi nimekubali kwamba nimemuua director Zao. Lakini vipi kuhusu wewe? Anaambia nichukue kwa mheshimiwa mfalme wewe upate cheo eti. Alivyokuwa hapa ilitoka oda, simama. Wakati huo amemkita dada yake mwenyewe. Anaambia lakini mimi umaarufu na yani na heshima ndio kitu ninachotaka peke yake. I say. Yani unamuua sister yako eti kwa sababu unataka cheo na umaarufu. Anaambia usife Dayun. Dayun. Lei Dayun. Binti alikata moyo. I say. Unaambua kisa cheo, unamuua mtu wako wa karibu, yani mmetoka wote katika tumbo moja, lakini unamuua eti kisa cheo. I say. Lord Shi aliinuka.
Jamaa akaona nakula na wewe sani moja leo. Alichomoa panga zake akaishika, anaambia nakupeleka kuzimu. Aise bwana, wakati huko wanamfuata, wamemzingizia kaka yake kesi. Aise, binti alizuia. Anaambia congratulations, ongera Lord Din. Kwa nini mmemzingizia Shiji yao? Anaambia Zhang Zenshen ni mtoto wa rafiki yangu. Hata hivyo pia familia yake tulikuwa ni marafiki. Alivyokuwa ni umri mdogo babake aliuawa, kwa maana hiyo mimi nikamchukua ndani na kumlea. Anaambia yeye yupo tayari kuya sacrifice maisha yake kwa ajili yako wewe upate cheo hichi. Natumai anaambia natumai kila kitu kitaenda tayari, na baada ya kumweleza mfalme kuhusu swala hili, anaambia naamini kabisa ya kwamba kila kitu kitakuwa tayari. Sasa mfalme anaumwa, unaona? Na kama mfalme anaumwa, huyu jamaa ni mtu ambaye ni wa karibu sana na mfalme. Anaambia mimi nafahamu kila condition ambayo mfalme yupo kwa sasa. Kwa maana hiyo baada ya kupata ushahidi huu, wewe ndio utapata cheo hicho kwa sasa. Lord Din anaambia baada ya wewe kuwa general director, anaambia tafadhali ungana na Lord Wan kuangamiza hao mainunchi wabaya ambao wapo katika ufalme. Anaambia asante. Aise, anaambia heshima au haki au undugu ni nini muhimu haswa, yaani kuwa na heshima au kuwa na hadhi ya hali ya juu, au undugu wako wewe na kaka yako. Fikiria kitu gani ni cha heshima. Anaambia hata hivyo pia nimeamua kukupa binti yangu kama utafanya kitu hicho. Kwa maana hiyo kila kitu ni juu yako kwa sasa. Aise, wakati huo alitoka oda jamaa kamatwa apelekwa gerezani. Alikamatwa moja kwa moja. Upande wa pili huku Lord Din amekasirishwa na jambo lile. Kwa nini mzingimzie kakaangu? Anaambia vitu vyote hivi wewe unafahamu kuhusu vitu vyote hivi? Binti alitingiza kichwa ya kwamba akufahamu wala afahamu. Anaambia Shiji yao bado hajafa. Anaambua yupo katika gereza kusini. Anaambua yupo katika gereza la kitengo cha kusini, kitengo cha ujasusi. Anaambia mpumbavu ambaye atasubutu kunizuia nitamuua bila huruma. Pisha njia. Anaambia inawezekanaje? Unawezaje sasa ukastopisha Lord Din? Anaambia pumbavu, kakangu yuko wapi? Anaambia congratulations, hongera Lord Din kwa kupata nafasi ya kuwa General Lord. Anaambia Lord Din, anaambia sasa hivi natumai kwamba tutashirikiana. Hata hivyo pia najua kwamba unipendi, lakini kuanzia sasa tutashirikiana na kila kitu kitakuwa sawa. Hata hivyo pia aliniahidi ya kwamba atanihamisha na kwenda kuwa mkuu katika kitengo cha upelelezi katika side nyingine. Brother Shi. Anaambia kama tu kakako atasaini katika karatasi hii, basi kila kitu kitakuwa sawa, na anaambia na cheo hicho utakipata. Brother Shi. Anaambia unaendeleaje Brother Shi? Brother Shi. Anaambia Brother Shi, ni mimi eti. Nitakuchukua hapa, nitakutoa hapa Brother Shi. Anaambia usijali. Anaambia nitaprove ya kwamba wewe hauna makosa. Zhang Zenshen ni mpumbavu mmoja huyu. Anaambia yeye ametutriki wote. Zhang Zenshen. Brother Shi. Anaambia huwezi kufa eti Brother Shi. Tuondoke. Anaambia nitakutoa hapa Brother Shi. Tuondoke. Anaambia subiri. Alivyocheki kuna barua ambayo amemwachia
Ni barua kuhusu ndoa yake. Jamaa hata hivyo pia amemwachia barua kuhusu ndoa, maana ndoa yake haijakamilika. Basi ni hakikisha amekamilisha ndoa yake yeye na binti yule mpendaye. Anaambia kama mimi nitaendelea kuishi, basi ndoa yako wewe haiwezi ikafanyika, na kama mimi nitaendelea kuishi, cheo hicho hauwezi ukakipata. Na pia kuhusu kitengo chetu cha ujasusi, anaambia kila kitu na kuachia wewe kwa sasa. Jamaa kaona kuna karatasi hapa ambayo imeletwa, lazima isaini. Alisaini pale. Aise. Brazashi. Jamaa alikufa pale pale. Brazashi. Brazashi. Aise. Oh we. 是大哥，我错了，是大哥， Brazashi. Unaambia nilikosea Brazashi, amka Brazashi. 是大哥。 Brazashi. Aise. Basi baada ya yote iliandaliwa ndoa. Lord Din itabidi afunge ndoa. Anaambia siku ile aliniuliza ili wewe upate kuweza kufunga ndoa na mimi ni nini kinahitajika. Anaambia mimi nilimjibu, wewe utakapokuja kuwa general director peke yake ndipo ndoa hiyo inaweza ikakamilika. Aise. Na hii pia ni zawadi aloiacha kaka yake. Ndio alikuwa katika barua ile. Kama unakumbuka vizuri, aliacha barua, ilikuwa ni zawadi ya ndoa yake. Yaani ni kama kumpa kila laheri katika ndoa yake. Unaambua ni baada ya mwezi mmoja. Basi leo walifanikiwa kufunga ndoa na kila kitu tayari. Lord Din pamoja na binti Ranran walifanikiwa kuwa mke na mume. Anaambia mume, mimi nitaelekea jikoni na kuhakikisha kwamba na kuandalia diko mume wangu. Anaambia basi sawa. Dogo alikuja huku kumuona baba mkwe. Kuonana na baba mkwe. Baba mkwe alikuwa na mainunchi wengine walikuwa hapo wametulia. Lord Din. Dogo alikuja. Anaambia anaambia tayari nimebadilisha walinzi wote, nimeweka walinzi wetu, kila kitu na movement zote tayari zipo tayari. Anaambia mainunchi wenzangu, anaambia sasa hivi ni lazima tumuondoe mfalme huyu mjinga. Anaambia kila kitu tayari kipo sahihi. Tunaenda kumtoa huyu mfalme mpumbavu anayekaa kumwaumwa kitandani, anakaa kitandani. Hauzurii hata vikao vya waheshimiwa. Yeye ni kuumwa kipindi chote. Sasa tunaelekea kumuua na baada ya hapo tunapata haki yetu. Unaambua kaandaa kila kitu tayari. Asa wale wasaliti walipelekwa gerezani mwisho wa siku. Jamaa huyu hapa Lord Lei. Bwana, kila kitu tayari kimeandaliwa. Mfalme itabidi auawe. Haiwezekani tunaongozwa na mtu ambaye yupo kitandani wakati yote. Yaani mfalme mwenyewe anaumwa yupo kitandani wakati yote, haiwezekani akatuongoza. Sasa leo cheki kitu ambacho jamaa alifanya. Cheki. Alivuta tattoo. Bwana, mimi nilizani tattoo hii huaga ivutiki.
jamaa alikuwa anaifuta ile tattoo ambayo ilikuwa katika shavu lake. Lodi Lei, jamaa mmoja mwenye roho ngumu sana. I say, yani unaua familia yako kwa sababu ya cheo. Mtu kama huyu ni hatari sana. Jamaa alifanikiwa kuivuta tatu ile, alifanikiwa kuitoa tatu katika uso wake. Basi kila kitu tayari kimeandaliwa. Unaambua walinzi wa mfalme umetolewa, wamewekwa walinzi wa Lodidin. Bwana alikuja. Leo lazima mfalme aondolewe. Mfalme lazima uwawe leo. Anaambia Lodidin, vipi? Asa kila kitu tayari kimepangwa. Mfalme lazima uwawe. Asa huko wazee wanaendelea kula huku. Hawa kumbuka ndo walotoa order. Hawa ndo walomtuma Lodidin akamuangamize mfalme. Na baada ya hapo wao ndo watashika nafasi na wataongoza mji wote mzima. Asa Lodilei alizama ndani mpaka alipokuwa mfalme. Lazima leo mfalme uwawe. Bwana mfalme achomoi leo. Alizama mpaka ndani. Walichomoa upanga. Alimkita. I say. Afu anacheka. Mfalme alikata roho. Jamaa baada ya hapo alimaliza kazi yake. Sasa kaondoka namna hiyo. Jamaa yuko hapa, Lodidin. Dogo huyu hapa. Lodidin, kila kitu tayari kimekwisha. Basi sawa. Dogo akaenda ukagua kila kitu. Anaambia askari, bwana pale pale alimsaliti mwenzake. Unaona? Bwana alimsaliti Lodilei. Anaambia mheshimiwa, tumekuja kama ulivyopanga. Anaambia kamateni huyu msaliti mpumbavu. Amejaribu kumuua mfalme. Anaambia unawezaje kumsaliti Lodi1? Wawe, Lodi1 kitu gani? Mmemuua kakaangu. Alafu mimi nikae tu kimya eti nikitumika na nyinyi nikifanya kazi na nyinyi. Bwana upande pili kutunaona watu wanawapo chini tu. Watu wanaanguka chini, wanadondoka chini. Askari walikuja. Wewe mpumbavu, umejaribu kuweka sumu katika chakula. Kwa nini? Namsikiliza mume wangu peke yake. I say. Unaambua mtoto anamwekea sumu baba yake katika chakula kwa sababu mumewe kasema. Bwana mimi nimechoka bwana. Bwana basi huku mfalme aliyojaribiwa kuuawa, jamaa alikwenda akautoa maski ya uso. Kumbe alikuwa sio mfalme. Unaona? Anaambia umesetiwa wewe mpumbavu. Alitoa upanga. Afu baada ya hapo alikata kichwa. Anakumbuka neno la kakake, ondoa wasaliti wote. Brother Shi, nimelipiza kisasi. Nimelipiza kisasi kwa ajili yako Brother Shi. Sasa baada ya kulipiza kisasi, dogo alikumbuka kwa mara ya kwanza kabisa wanajiunga na chuo cha upelelezi. Anaambia usiogope. Nitahakikisha kwamba tunawakamata watu hao. Anaambia tutahakikisha kwamba tunawakamata na tunawaangamiza wote. Sawa? Anaambia nisikilize vizuri. Ukitaka huyo binti umuoe binti unamtaka, tufanye hivi. Yaani ndio hatua pekee ambayo tunaweza tukaifanya. Bwana sasa unaingia ndani. Bwana kona ni manjemba tu ziko huku. Mungu wangu, wakarudi tena.
Sasa kumbuka yote ni kumbukumbu dogo anaikumbuka. Anaambia hoya brother, tunafanyaje? Anaambia tu give up, ku give up. Anaambia hapana, mimi siwezi nika give up. Tunazama hivyo hivyo. Akamchukua, akafunga na mlango. Sasa ilikuwa ni kwa mara ya kwanza kabisa anajiunga na kitengo cha ujasusi. Majama zako mwisho wa siku walibutuliwa na kutoka ndani. Anaambia hoya, shingo yangu eti. Shavu langu kaka. Anaambia inauma. Hebu muangalie. Kwa nini unacheka? Anaambia wewe ni mbaya eti. Wewe umenizidi. Anaambia wewe umenizidi ubaya. Wewe ni ugliest eti. I say. Anakumbuka mambo yote hayo. Bwana, huo ulikuwa ni mwisho wa single movie yetu. Single movie kali sana hii hapo wanaita Undercover. Ulikuwa nami mwanzo mwisho Mr. Burudani. Basi ningependa nikukaribisha katika single nyingine ambazo inakuja, na maana ni za kutosha sana. Wanaita Undercover na Mr. Burudani mitamboni kama kawaida. Basi tukutane moja kwa moja katika single mpya ambayo inatoka hivi karibuni. Hiyo inaitwa Undercover. Basi tukutane katika single nyingine. Kumbuka ukitaka kunipata kwa haraka zaidi ni cheki kupitia WhatsApp kama Mr. Burudani the Jolly Voice. Kupitia jumlisha 14152037 unanipata kupitia WhatsApp kama Mr. Burudani. Bwana, ilikuwa ni single movie na ilikuwa ni wani kabisa. Bwana, basi tukutane katika single nyingine. Kumbuka ndio ulikuwa ni mwisho kabisa wa single movie yetu. Tukutane katika single movie zingine kali za kutosha. Bwana, ulikuwa nami mwanzo mwisho, ni ukaribishe katika single zingine za kushato. Bwana, Mr. Burudani kama kawaida. Namba zangu ni zile zile, jumlisha 1415201037. Unanipata WhatsApp. Bwana, tani moja kwa moja katika single zingine za kutosha. Nami sina budi dhidi ya kusema bye bye.